Allahu Ekber, Allahu Ekber. Nimekupenda sana, moyo wangu umekusimia na kamwe sitokutenga. Hodi. Karibu. Alaykum salam wa rahmatullahi. Hali zenu? Alhamdulillah. Wazima, alhamdulillah. Nilikuwa naulizia, mama amenielekeza kaniambia niulizie kwenye hii nyumba Zainab. Zainab ndo mimi. Ndo wewe? Zainab, nilikuwa naulizia kwamba unaweza ukawa unamfahamu Zahiri. Zahiri yu tajiri? Ndiyo, huyu ambaye anapenda kutembelea kwenye gari moja leusi. Zahiri amefanya nini? Namjua, ndiyo. Na huyu nayeongelea ndo baba wa mtoto wangu. Yani matatizo tu. Ndio, mimi nilikuwa nataka unisaidie kitu. Sababu Zahir anataka kuoa. Kuoa? Mke anayehitaji kumuoa ni mwanamke ambaye hampendi. Anataka kuvunja mapenzi ya wengine ili mradi yeye apate kuoa. Sasa ndio nilikuwa nahitaji nijue mahusiano yako kati ya wewe na Zahir ni yapi? Acha baba, ni yakupe, acha. Huyu Zahir naye muona, huyu naye msikia. Huyu yani kwa uchafu wenye iko nao anapita na kila wanawake. Sishangae hata kusikia eti. Kwanza nashangae tena nataka kuoa. Mimi amekuja kanichumbia, akafika nyumbani, tukapanga na mahali na siku ya ndoa. Mwisho amenibebesha mimba kaniacha. Ndoa hamna, tawali hamna. Mahali yenyewe nimeishia kuyasikia kwa sikio. Sijawahi kunusa hata kamoja. Ama kweli huyu kijana ni mtu mbaya sana, mtu mchafu. Eta nataka kuoa. Mimi nahitaji unisaidie kitu kimoja. Ili mradi tuone kwamba na wewe utapata haki zako. Ni hivi, anaoa hii Ijumaa. Kwa hiyo nilikuwa nahitaji tushirikiane mimi na wewe mpaka kwa mzee Adinani hapa. Nahitaji twende pale ili tukatishe hivi vitu ambavyo anataka kuvifanya. Sio kwenda tu. Yaani asubuhi mapema niko kumlango. Basi mimi nawaza eti mimi nibebeshe mimba alafu yeye aende kuenjoy tena Mimi nawaza tufanye hivyo. Ijumaa twende kwa mzee Adinani ili tuziwie hili jambo. Sawa? Utakuwa umenisaidia sana. Hapo na kusupport mia kwa mia. Basi mimi nashukuru sana. Mimi nashukuru sana kwa support yako na imani tutashirikiana mpaka mwisho wa hili jambo. Niko na wewe sambamba kabisa. Basi acha mimi niondoke, inshallah nitarudi kuchukua Ijumaa ili twende. Nakusubiri nakusubiri. Inshallah, basi mbaki salama. Sikushindikiza hapa. Pia poleni sana, haina shida. Poleni sana. Haya, asanteni. Eta nataka kuoa. Ananiacha mimi nilee mtoto alafu yeye ao. Kazi anayo kuoa hao witu cha moto. Anisubiri. Binti yangu, utalia mpaka lini mami? Toka jana usiku uko nalia mpaka hii dakika. Inakuwaje? Baba yako mwenyewe unaona na mandhari ya nyumba amebadilisha kila kitu kwa sababu ya hii harusi. Hatuna la kufanya mama yangu. Kile kilichokadiriwa Mwenyezi Mungu kama kipo tu. Na kama hakuna hata kwa dakika ya mwisho huyo ndiye Allah. Lakini nyamanza uko na haribu poda. Naye maereni mama. Mbona mimi nimekupa uvaisi haya? Haya umetoka wapi? Ali mama.
Ali ndo kakupa mahereni? Ali kayatoa wapi? Ameniambia mamake kabla ya kufa alimpa ili akipata mwanamke anayempenda aweze kumpa. Sasa lakini Alia, hauoni kama huo mahereni na kuongeza msongamano wa mawazo mwanangu? Kava yale niliyokupa. Napenda yeye. Kweli? Mwenyezi Mungu nisaidie mimi. Na sasa kabangu anafikia wapi? Yaani wewe ndio unakosekana tu. Nimekwambia mimi sitaki mambo marefu. Sherehe kabambi ni baadaye. Watu washakuwa wameshafundishwa ndoa, watoto washakuwa nani kila mtu na wake. Tayari au unasema je mashehe? Unasema nini? Ndio hivyo. Yaani uwe fanya faster. Nakawia sana. Kabisa. Dakika sichakuwa nyingi, itakuwa dakika. Sasa atakaangalia muda, nenda na muda. Dakika katazama dakika 30. Hii ni sana kwa kweli. Sawa. Basi inshallah khair, sisi tunasubiri lakini tusaidie ndio tunaendelea kuvuta subira lakini tusaidie usi sababu si kuvuta bangi basi. Naam. Bye. Unajua wakati mwingine wanafika nani hapo Nyegeri hapo. Unajua mambo mazuri wakati mwingine hayatakana kawizo. Au unasema aje? Mambo ya ndoa yatakana vum mambo kuisha na mwingine anafuata. Kifako na kauza mwisho wa siku watu ndio mwisho wa siku wanavuta bangi. Ndio kuvuta subira wanavuta bangi. Katika sheria mambo ambayo Mtume alituhimiza alisema ndoa tuiharakishe. Sahihi kabisa. Harakia kabisa maliziki. Naam. Tumdania. Hali kasema mama wanaona wakubali. Huyo hawezi katuangusha kabisa. Inshallah. Naam. Wanda ikawa nusra inshallah. Inshallah khair. Kwa subira. Amke ni wako hivi tayari. Harusi naweza kumuona nini? Ukishafungishwa ndoa ndio baadaye unamuona mke. Lakini ni wako kabisa. Harakia kwa subira. Hivi baraka amemeremeta amewaka nasubiri tu mambo yakikwisha. Chukua mzigo wako unaondoka. Mke shakuwa kwako shehe. Hapa kila kitu kishakamilika. Hata kama mnasikia jamani. Asubira kwa mkono kwanza. Hata kama mnasikiaga. Si shekhe. Ndio tunayo. Si shekhe anapiga hodi hapo. Atakuwa ni yeye. Karibu bwana. Karibu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kijana, Hamza. vipi? Salama alhamdulillah. Samahani. Wewe nani kakualika hapa? Samahani mzangu. Nani kakualika hapa? Ndio mnakumbuka kuja kuharibu ndani za watu. Nani kakualika? Mzangu mimi hii familia naipenda. Kwa hiyo siwezi nikauruhusu familia iangamie. Kwa hiyo mimi naomba tu dakika 2 wasikilize hao mabinti ambao tuko nao, alafu utachukua maamuzi binafsi. Astaghfirullah. Naomba usikilize hao mabinti hapa. Njoni. Tafadhali. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Wasikilize hao mabinti. Astaghfirullah. Bas. Sasa hapa kulikuwa hospitalini hapa. Wasikiliza kidogo. Kijana, Sikilize mzangu. aliyokuambia kama hapa ni hospitalini ni nani? Sasa wewe unatuletea nani hapa nzoea za watoto hapa? Aliyekwambia tutatoa chanjo ya mtoto hapa ni nani? Hao watoto wana Simsiba simtachukani. Naomba kabisa wasikilize hao mabinti. Naomba dakika 2 tu angalau. Astaghfirullah. Wewe nani kakufungulia kwanza? Nani kakufungulia? Mzee, haina Afu wewe. Wewe sio wewe tukipindi tukutana tukweka kumizana wewe. Sio wewe. mzee, unajua mimi. Wewe baada ya kutosheka unakuja tena kuniproof na ribia kuna. Panic wewe. Nisi panic. Wewe kwanza wewe ni nani? Unataka nini? Mzee wetu lakini ungewasikiliza kidogo Wasikilize. Hamna jambo shehe. Hamna jambo. Wewe usisemi. Wewe usisemi wewe. Kwa sababu yule usika hapa. Ona kidole. Wana adabu. Samahani mzee. Wana adabu. Cheki kidole sasa kitafuna. Cheki kidole sasa kitafuna. Kwa sababu watoto ni wa kijana. Hawa watoto ni wa kijana. Ndio maana alikuwa anasema analalamika hivyo mzee. Hawa watoto ni wa kijana huyu mpuuzi. Wasikilize hawa. Wapuuzi hawa. Hapana mzee, hawa watoto ni wa kidole wewe nishakwambia. Sio 00. Na kijana wapuna. Mtazamini. Mzee wetu Anitazamieni kwa kweli. ungekuwa na subira kidogo kusikiliza. Hata kwa mbali hawafanani, Kuna jambo. Hawafanani. Hawa wameleta kashfa. Uko nasikia haya maneno? Kashfa. Kwa nini waje kusema kwa harusi? Lakini katika nasaha tunazopewa na wazee wetu, hata mzee hapa aliwahi kuzungumza
kipindi ambacho unakuja kutoa posa, unakumbuka? Alisema mtu akikujia msikilize kwanza. Kweli kabisa. Kama jinsi na sisi hivyo tusikiliza. Sahihi kabisa. Mzange wasikiliza kidogo. Angalau dakika ndoa itafunga. Leo ni swali yangu ndoa tunayo. Iko si muda. Hizi kashfa hazina nafasi. Anaokopa huyu. Sikiliza, samahani kidogo. Ongeeni lakini chungeni kashfa. Sawa mzee. Msilete habari za mama zile kama kwa huko kichana. Mzee, tutaongea. Acha wazungumze kidogo tu. Labda kuna khairi. Na ushahidi upo. Labda kuna khairi, tuwasikilize. Labda nianze mimi ndio utanisikia mzee. Kwa hiyo sikilize basi angalau kidogo. Haina faida sisi kuja kuharibu sheria ya watu ya harusi. Maana hatuwezi kupata faida. Unaona, wewe mpaka watoto wanafurahi. Unaona, watoto wanacheka ba. Wanagawa. Wanamuona baba yao. Watoto wanafurahi. Wanamuona baba yao ndio maana unafurahi watoto. Siku nyingi hawajamuona baba yao. Ona mfano huyo anatabasamu kidogo. Unaona? Sasa wewe umekuwa upande wao. Ghafla. Kiukweli ungewasikiliza. Ungewasikiliza usikie kuna jambo. Hau mna njama moja. Wewe umeita mtu ambao wala kunafikiri. Mbona tunaweza kwa support yao? Hilo tulikuwa tufahamu. Tulikuwa tulijua. Sisi tulitumwa hapa. Hao ni mashehe wako kwenye ukweli. Sisi tulikuwa tulifahamu. Sisi hawa ni wapi kwanza kutwa? Naam. Maki hawa wanawake wawili wana sababu ya kuja katika hii sherehe. Na hiyo sababu ni kuniharibia, sababu nimekataa. Bora mtaka kunielewa. Kwa nini wakataa umeshawachezea watu? Kwa nini wakataa umeshawachezea? Kwa nini? Usikilize kwa bora zaidi. Ungewasikiliza ili uweze kupata mwelekeo mzuri. Huyo kamnyonyesha. Unaona? Ona tena. Au angempa baba yake siku nyingi jambo. Ona tena. Naomba wasikilize. Wasikilize kwanza. Sasa na wewe tena unakuja kusapotiana nao? Lazima tuwasikilize. Ndio dini inavyotuamrisha. Kabisa. Unaona, wanajuana mpaka na mama yao mko. Mambo gani haya mimi niko naona? Mimi wa kwanza. Kwa hiyo wewe ulipata mimba kivipi? Ndio nisikilize mzee wangu. Mimi hicho kipindi nilikuwa tangu natoka sokoni. Hapa nanyesha mvua, itabidi nikakutana na huyu kijana yuko kwenye gari. Ikabidi niombe msaada wa lift, maana vitu ambavyo nilikuwa kuenea havipaswi kuingia ndani maji. Akanikubalia lift, nikasema labda ni mcha Mungu, ni mtu mwema, nikapanda kwenye gari. Hapa akanipatia kinywaji. Eti nipoze kiwi, mimi nikachukua kile kinywaji nikakunywa. Najua ni mtu mwema, naona nachoka, eti natoka sokoni nimechoka nikunywa. Kumbe ameniwekea vitu ambavyo siviendeka kunileta, nimejishtua sijui penye niko. Nimefanyiwa mambo ambayo hayaeleweki. Na ndio nimepata ujauzito wa ule mtoto. Nikajaribu Mungu akanisaidia, siku moja nikampata, nikamuona. Nilipomuelezea alinifukuza, ananitishia kunifanya kitu kibaya, nijui. Ila hiyo ndio kweli. Ule mtoto ni mtoto wake yeye. Kabisa. Ndivyo alivyo mtapeli na huyu. Msikilize na huyu hapa mzee. Msikilize na huyu. Ngoja sema. Sema, mwambie mzee, mwambie kwa watu waelewe, mwambie. Mzee na imani hivi unaweza kunisikiliza? Ushatulia hivi unaweza kunisikiliza? Mimi sasa kilichonitokea. Nikakuja katoa mahali nyumbani. Kajiandaa nataka kuolewa. Mimi huyo na maushungi na jishaua. Siku ya harusi hata hakufika. Mtoto wa kiume kanibebesha mimba alafu kanitupa. Kaenda zake huko. Mimi huyo na mimba nimezaa nimelea. Hivi ndo nasikia nataka kuoa. Hapa sisi tunakuja kumnusuru binti yako ili asichezewe na utapeli wa wanawake huyu. Hapa cha muhimu mzee wetu. Sisi hatuna shida ya pesa zake wala kuolewa na yeye wala kuvuruga ndoa ya watu. Sisi tunachokihitajia ni huduma ya watoto. Maana kabisa sisi kama nimebebesha hiyo ujauzito nilikuwa sina chochote kile, niko nategemea kila kitu nyumbani na nyumbani kwenyewe hali sio nzuri kivile. Mama ndo na pambano nikaanza kujifundisha kupambana, hata sielewi naanzia wapi naisha wapi. Chenye kilikuwa nisaidie huyo mtoto, maana ndo ananifanya nasumbuka na aibika hapa mjini. Alafu akimaliza hawezaki. Basi yes, shida. Wapi? Kaa kimya. Kaa kimya kabisa. Aoe wapi tena? Maustazi. Unasikia bale? Mzee. Achana kwanza na haya. Anasema huyu kijana, mimi nimekuja na nia ya kuchezea binti yako. Nimefika na familia hapa na sisi familia yako sisi. Ndugu yangu. Tusitafutiane kesi. Sisi ni masheha. Kwa hiyo mnanigeuka. Sisi ni masheha. Kula chuma hicho mbaya
Kama ni hela ndugu yangu, bodaboda tumeshika, zilizobaki nazijua. Sasa tukitoka hapa tutarudishia kabisa. Yafisi ya katika hii aibu tumumda. Hii sio aibu, ni fedheha. Hivi mwe. Unajua mimi ni nani? Unaona anataka kuleta, unaona kama wewe ni nani? Sisi tumefikisha ujumbe. Unataka kuatisha ustazi maisha? Mzee. Haya mambo ndio kisu ungemtishia mzee maisha hapa. Mambo ambayo yamepita. Lakini yalitokea. Kweli? Ndugu yangu, usitende ubaya kwamba utasahau. Ndio. Mambo yaliyopita lakini yametokea. Na baada ya kutokea nimefikia. Bas! Tosha. Basi inatosha. Mashehe. Inatosha. Inatosha. Imekuwaje mimi sikuyajua haya? Imekuwa vipi mimi sikujua hizi taarifa? Tumetuma tu sasa tukao. Kama si ndio hayo? Mzee akatutuma tu sasa nyinyi mtakuja kuingia katika matatizo bure nyinyi. Nyinyi ni maustadhi. Kwa hiyo kwa sababu kupeni pesa vijipesa tu wewe mnakuja kusapoti mtu ambaye hawamjui hata. Sisi kiufupi kaja kama mashehe katukuta masjid katupata tu ile sasa tumsupport tena sasa tunamuomba kabisa. Yaani kwa sababu lakini basi nakuelewa kwa sababu nyinyi mnataka mambo ya kheri, mnasupport mambo ya kheri. Hamna kosa nyinyi, hamna kosa. Shukrani. Kijana tufahamu. Kwa kweli naumia sana. Nasikitika sana. Mzee. Sana kupita maelezo. Nilikuwa naomba ruhusa nikaitike simu kidogo. Hata mimi naomba ruhusa nikaitike simu. Hata mimi nilikuwa na wahi kazini maana kuna mkutano kidogo mtandao wa mashehe. Nikaitike simu kidogo. Ondokeni zenu. Msina wasiwasi hapo nje kidogo. Laleni macho wazi. Msina unasikia maneno yake huyu kijana. Sikiliza. Hawa mabinti ni kama binti zangu. Ndio kabisa. Hawa mabinti ni kama mwanangu. Siwezi mimi kusapoti ufevuli kama huyu. Maadamu kama hawa wanalia machozi, hauna huruma na wanawake kama hao. Utokana huruma na binti yangu wewe? Hana, hawezi. Binti yako ndiye aliyeuteka moyo wangu. Na hii wewe wajambazi huko. Kushna hii haiwezekani. Haiwezekani. Hili hapa hakuna cha ndoa au cha babake na ndoa kabisa. Kaa kimya. Kaa kimya kabisa. Umeshanivurugia siku yangu hivi, siku yangu imeshakuwa juu chini juu. Mambo yameshasambaratika. Hakuna cha ndoa wala cha nini. Sasa ni hivi. Hili jambo haliwezi kuishia hapa. Kwanza jambo la kwanza, sahau kusubiti yangu. Siwezi hata kwa sekunde. Nafahamika mimi huko mtaani kote kama ni mwenye msimamo. Na heshima zangu kote huko. Eti nje kupata binti yangu kwa kijana kama wewe. Mimi nimekuzania kheri kwa sababu nimjua baba yako wewe kwa mtu wa kheri, mtu wa vikao. Kumbe mambo yana yote hayo unafuska uhuru ushaharibu dunia huko. Hawa ni wale ambao tunawaona hapa. Yawezekana kuna wengine wako nyuma ya hao. Kwa nasikitika na juta. Kwa hiyo la kwanza kwanza sahau. Mimi nitahakikisha haki za mabinti wanazipata. Kisha na kufahamu. Nashukuru kwa hili. Haya kwa unataka kuatishia uhai. Simamisha. Ujue kwamba hili haliwezi kuishia hapa. Na ndoa lisahau na hao mabinti lazima watendee haki zao. Nakuelewa. Kama hutaki kunipa binti yako, sawa. Lakini na kuomba mzee usiniingilie maisha. Kijana! La ilaha illallah. Wewe kijana, ngoja. Wewe hauna taarifa zangu. Wewe kaa kimya. Nishakwambia kaa kimya. Wewe ulimi nitaukata. Huyu kijana anataka kuchezea hanifahamu vizuri. Kwa usalama wako, kabla maafisa hawajaingilia hili jambo, nenda kae na hama binti, fanya na ushura, ujue kitu kitakavyowasaidia. Wewe, nyie chukweni, mwambieni mama yenu kule awape namba zangu mimi. Sawa? Litakalo kutokeeni loti, nifahamisheni. Hii kesi haiwezi kuishia hapa. Kabisa. Haiwezi kuishia hapa. Nyinyi kama binti zangu. Kwa hiyo siwezi kapendelea jambo ambalo siwezi kulitakia kwa binti yangu mimi, nifikie kwa binti wengine. Hii haiwezekani, si haki. Si katika haki. Naomba kijana, simama na uvu wako. Nje. Kokotana na gamatira zako hizi. Peleka wazeru wako hawa, peleka kule kupambana nao, kapambana na hadi yako. Simama. Mimi haiwezekani.
Unakaa kwa viti vya bei. Nini? Mzee unamwona mzee? Sasa wewe unataka kuleta kali hapa. Wewe kibricha. Ondoka. Chukua na watoto wako. Atawachinja, tunatapeleka utachukua tumaiti hapa. Pelekeni kule mkapambana na vizeni. Inna lillahi wa inna ilaihi. Aibu gani? Aibu gani ninapata ya Rabbi? Aibu gani? Namtakia binti yangu maisha mazuri. Kijana kama msalamu mpole. Kumbe habithul amali mkubwa sana. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jamani, mzania ndiye kumbe siye. Astaghfirullah alazim. Mama Adia. Naam. Njoo na Adia huko. Mama. Mbona mambo yamekuwa sivyo ndivyo? Mama njoo kaa. Kulikoni mama? Sijui nianzie wapi, sijui nimalizie wapi. Kiufupi aibu tupu. Allahu Akbar. Aibu tupu. Ule kijana tutampatia binti yetu kumbe siye. Nilikwambia mume wangu. Hawa wote hawa wanausona wanawake wametoka hapa Kigola kutoka kaza. Wamweza kawabaka, wangine sijui kafanyaje, tukaahidi mpaka kukutaka kuoa. Manake kaacha mamimba huko, manake ni purukushani, ni kuuzi. Mume wangu haukutaka kutusikia. Mimi nilikuwa na nia nzuri, tunatakia binti yangu aishi maisha mazuri. Ndio ilikuwa tu nia tu. Hakuna ya kweli haiwezekana kuwa maisha mazuri lakini ni fidhuli. Tulikuambia chunguza, babake anamjua. Huyu binti hamtaki ukija. Mimi kwa ufupi ili ni jibu la Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalla. Mtoto kalia, kaamka sala za usiku ili ni jibu tosha mume wangu. Aje binti yangu. Mama naomba unisamee bure. Unisamee bure baba yako. Wazazi inaweza kufikia wakati mwingine tukakosea. Kisio aibu wazazi kuwataka radhi watoto wao. Hapa naaibika kabisa. Unaona faida ya ndoa za watu wawili, watatu, wanne, watano, sita sio wengi. Unaona moja wa faida ni hii. Niko nani mambo yenu ya kuleta kelele? Haya ndio mko kwenye ukumbi huko. Nafikiri hata ndio hatafika. Atatembea. Heri ni shari kuliko shari kamili. Chukua sasa ndio mko kwenye ukumbi huko. Mmejipamba pamba, makoti na nini? Afu ndio wanakuja wahuni hivi tena wanavuruga ndoa. Aibu kubwa. Ni aibu mume wangu. Ndoa ya sunna ni afadhali. Kwa hiyo binti yangu unisamee bure. Unisamee bure. Na hili aliwezi kaisha hivi. Ule kijana una namba zake? Ningeshangaa kwa sana namba yake. Naambia namba yake. Muite haraka sana. Hii ndoa lazima ifungwe. Ni tena maustazi hapo nje. Ustazi Aitam. Anwari. Wameshatimka tayari. Walikuwa na uoga. Wametetebeka hapa. Kijana anawatishia uhai. Wataka? Labda tutafute wengine, lakini tu hii siku sipiti hivyo. Hicho ndio kilichokadiriwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haya, sema namba ni wapi? Andika namba nipigie. Aibu mume wangu. Harusi yao omba. Alia. Nafikiri hatimaye naona ile tabasamu lako ambalo unalipenda. Mambo yashapita salama. Kijana mashallah, hongera sana kijana. Naam, mashallah. Nimeelewa katika hili. Mwenyezi Mungu anasema waman yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu. Naam. Hakika anayemtegemea Mwenyezi Mungu humtosheleza. Kwa hakika kabisa hili jambo limetoka kwa Allah. Mashallah. Kuona mpaka kwa dakika ya mwisho watu nataka kumkabidhi mkono. Mpaka ustadhi anakawia kuja kufungisha ndoa. Mpaka tu mwenye lake, mwenye mzigo wake, mwenye ua lake, mwenye mke wake yupo huko Mungu. Aliandikiwa na Allah. Yupo Allahu Akbar. Mashallah. Kwa hakika hata tonge la ugali au tonge la ubwabwa inaweza likaanguka hata likiwa karibu ya mdomo. Kabisa. Kisichokuwa riski hakiliki. Na kile ambacho ni riski kinatafunika tu. Hatakiwi wapi. Lazima. Haki ya riski ya mtu anamtafutaka mwenyewe. Kijana hongera sana. Nakupongeza. Nasubiri kuhifadhi. Inshallah kama ni maisha tutajitahidi kadiri ya uwezo kusimamia. Sababu ni binti yangu kipenzi na ndio binti yangu wa kipekee. Naam. Almuhimu wewe ni mwenye tabia njema. Alhamdulillah rabbil alamin. Hili ndio kubwa kuliko wote.
Kiufupi baba, kushukuru sana kwa hizo ahadi ambayo unanipa. Yaani ninakuahidi kuitunza kabisa. Mimi kabisa sijawahi kukata tamaa. Nilijua hii siku itafika tu. Takbir! Takbir! Basi Dawara tupige picha, Dawara tupiga picha kwa wanangu. Allah yupo na wewe, nenda kumsala kwa nia moja, muombe Allah atatenda. Nenda kumsala, mlilie Allah, kwa hakika yeye ni muweza. Usije